Mtazamaji bana, leo tumepata nafasi ya kuzungumza na ndugu yetu Sterling Makoti. Tunazungumza na Kicheche na hii ni baada ya kupata ubalozi wa kuwa anatambulisha kampuni fulani ya kuhusiana na mavazi ya suti, na ile kampuni inaitwa kwa jina la Ezra kama sikosei. Na kama unavyomtazama unyama aliyotupia wote umetoka Ezra. Tuko naye hapa, tutapiga na story. Nadhani wengi sana mnatamani kusikia kile ambacho kilikuwa kikizungumziwa hapo mwanzo kumhusu Kicheche, Baba Asma na nini. Leo tuko naye hapa, tumemkamata. Tutaongea naye vizuri kabisa. Kicheche, mambo vipi? Fresh. Uko poa? Kama kawaida. Harakati zinasemaje? Mungu anasaidia. By the way, umependeza. Shukrani sana. Ni Ezra ukakuvalisha? Kabisa, inaitwa Ezra Fashion mnyama. Okay, kwa maana sasa hivi tutakuwa hatulioni lile koti jeusi tena. Lile lipo pia kanishonela kwangu, afu kanishonela zaidi. Okay. Na kuna namna hivi kama kofia atatubadilishia? Kabisa. Kwa ila leo umekuja na ile ambayo tumezoea. No, hii pia ni mpya ilishachoka. Kwa maana hiyo kuanzia juu mpaka chini Ezra kahusika. Kabisa. Ni mpunga bei gani hapa umepokea? Ni hela nyingi, hela ya kueleweka. Ila siwezi kuitaja, naogopa familia. Kivipi? Uko. Kisikia hela maana hapa simu zitakuwa nyingi. Mama Kicheche ataanza kupiga simu. Kwa ni hivyo Ezra ameweka hela nzuri. Yaani mpaka nimekubali kujiunga naye kwa sababu kampuni zilikuwa zinakuja nyingi. Kwa mpaka nimeamua sasa rasmi na kuwa balozi wake, okay. Amenipa hela nzuri. Nini hasa umeangalia? Mimi nimeangalia pia usiliasi wake wa kazi, uaminifu. Pia nimeangalia maokoto alionipa, nimeelewa. Okay. Kwa kikubwa ni maokoto. Kabisa. Umeona haya yanaeleweka kusema mimi hapa naingia. Pia nimeona kampuni yake na karakta yangu ya mavazi vinaendana. Unajua mimi mzee wa kodi za suti, tumii nguo zingine hapana. Sio sana. Sawa. Sawa. Kicheche nikutoe huko kote, nataka nikulete huko ambapo mimi nakutaka usinitazame kwa ile jicho, nitakuuliza ninachokitaka. Tuanzie kipindi ambacho ulikuwa kwa Baba Asma, ukachomoka, ukaingia huku, ukaleta filamu zako Malaika, ukaleta filamu zako nyingine zile ambazo kuna baadhi nilipata nafasi ya kuziona, alafu mwisho siku zikawa zinaishia katikati. Tunatamani kufahamu vingi. Ulichomoka kwa Baba Asma baada ya kurudi Kongo. Hasa sababu ilikuwa ni nini? Nafikiri wakati ulifika. Afu hiyo issue tulishapangaga muda sana, mbona? Okay. Tulikaa tukaongea, yeye na mwenyewe ndo aliniambia inabidi sasa hivi uanze kujisimamia mwenyewe kwa sababu ushakuwa mkubwa. Mimi nilikuwa naona kama mapema sana, nikafikiria nikasema yes. Basi ngoja tukitoka Kongo hivi kwa sababu tulikuwa tushapata deal ya Kongo, tukitoka tukirudi then itakuwa hivyo. Okay. Kwa kafika wakati kila mmoja sasa hivi afanya mambo yake. Okay, sawa. Na by that time mlipoachana na Baba Asma, kuna wasanii pia walitoka. Wengine wakawa wanasema kuna shida ya malipo, wengine wakawa wanasema kuna hiki. Baba Asma, najua utaiona hii interview, utanitafuta, nalijua hilo. Kila mtu alikuwa anazungumza la kwake. Na nataka uweke hii clear. Kulikuwa kweli kuna shida ya malipo between wewe na Baba Asma, ndio maana ikapelekea wewe kuchomoka, lakini pia kwa wale wengine pia kuondoka ilikuwa kuna ugumu fulani kwenye malipo. Na je, kuna ukweli kwenye swala la wewe kulala sebuleni kwa Baba Asma? Hii ndio pia nilisikia. Sawa. Sasa nianze kwenye malipo. Unajua mimi Baba Asma hakuwa ananilipa watu kitu ambacho kile. Mimi hakuwahi kuniajiri. Umeona? Sisi tulikuwa tunafanya kazi kama mapartner, afu kama ndugu pia. Yaani kwamba yeye ana production na wasanii, mimi natumia channel yangu pamoja na brand. Umeona? Kwamba kinachopatikana kwenye channel tunagawana, tunawapa wasanii hivyo. Kwa kuna ambao sijui kisha nampa shilingi ngapi, hapana. Okay. Haikuwa iko hivyo. Na kuhusu wasanii, yani ikipatikana hela nipe hela yangu, yeye anamezana na wasanii wote. Na wasanii wote walikuwa wanalipwa. Labda kuna kipindi ambacho tulio lose kidogo baada ya channel kupotea. Pale kuna baadhi ya wasanii tulikaa nao chini kabla tuweze kuwalipa sasa hivi. Umeona? Na kweli tulikuwa tuwalipi. Hiyo ni sahihi. Na chengine kuhusu kulala sebuleni, hiyo ni mambo ya kawaida kwenye kambi. Umeona? Kwa sababu kabla mimi sijachukua nyumba, nilipokuwa natoka kwetu Mbande, ilikuwa nimefikia kwa Baba Asma. Nimefikia kwa Baba Asma pale. Umeona? Kwa kambi yake ikawa nyumbani pale. Umeona? Sasa kazi zetu kabla sijamia kwenye ile nyumba kubwa. Kabla sijamia kule. Umeona? Pia ile ilikuwa kambi. Okay. Na ile nao ilikuwa kambi. Mimi nilikuwa na kwangu. Umeona? Hivyo. Kwa kambi Baba Asma alikuwa anafanyia kwake. Na kazi zetu sisi ni usiku na mchana. Uwezo ukasema eti ngoja sasa hivi saa 9 nikimbie nyumbani alafu nirudi, hutaweza. Una coach pa unalala zako, hakuna shida. Kuna chumba nalala hivyo, hakuna shida. Na wasanii hata wa nyuma ambao walikuwa wanafanya kazi ilikuwa ni hivyo. So kwamba nilikuwa sebuleni sina kwangu, nilikuwa napo.
Okay. Hivyo. Sawa. Na nataka pia tuliweke clear hili. Kuna some rumors zilikuwepo na tulisikia. Mimi nilikuwa na watu ambao wakipata taarifa lazima wanipigie simu. Wakawa wanasema akaunti Basma alikopea. Kuna mtu alikopa pesa, Baba Asma alikopa, kwa hiyo akaunti ya Kicheche ndio ikawa ndio sehemu ambayo inalipwa inalipia ile mkopo ambao Baba Asma alikopa. Na baada ya hapo kulipotokea misunderstanding baina yako wewe na yeye, kwa sababu haukupata hata thumni kwenye ule mkopo ambao Baba Asma alikopa kupitia akaunti ya Kicheche, ndipo pale mlipoamua wewe na Baba Asma kuchomoka, kila mtu aende na maisha yake, na ndipo akaunti ilibaki kwa Baba Asma. Na baadaye wewe ukawa hauna sehemu sasa ya kuposti kazi, akaunti ilirudi kwako, lakini haukutakiwa kuposti kitu chochote kutokana na mkopo ambao umekopwa na jina lilotumika ni akaunti ya Kicheche. Kuhusu mkopo mimi sifahamu. Okay. Kwa sababu mimi nilikuwa nashirikisha kila kitu la kuhusu mkopo sifahamu. Okay. Yaani sijui, ila kuna muda tulikubaliana mimi na Baba Asma kwamba kwa sababu kuna kipindi alikuwa anapambania kinavaa sijui aende sijui nani hivyo wakaa chini akasema kwamba kipindi nimetoka sasa. Ndugu yangu upepo ushaniwakia. Tukianza kufikiria na wasanii wengine sasa hivi utapoa. Sawa. Kwa inabidi sasa hivi ustop kwenye channel yako, tu focus kwenye channel moja ya kwangu mimi. Umeona kwa channel yangu mimi ikiwa kubwa ikiwa natoa hela vizuri, tunagawana, tunawalipa wasanii kila kitu. Ndio vile mpaka kanunua gari, sijui nini. Kwa channel yake sio kwamba sio chukua mkopo nini, mimi naye tulikubaliana kwamba aiache kwanza, tupambanie kwangu ili mimi niende kwanza, alafu then baadaye atawaleta wasanii wengine. Hivyo na bado kwanza kuna kina Manyanya wanaingia hivyo. Sawa, nataka pia tuliweke hili clear. Tunakubananisha ila sio sana. Kuna ukweli wowote ambao upo hapa kati kwa akaunti yako haikuibiwa ila iliwekwa bondi? Akaunti iliibiwa. Okay. Akaunti iliibiwa. Sema unajua kila mtu ataongelea kila akaunti imeibiwa. Nani hasa alichukua akaunti yako? Kuna kijana mmoja ambaye tulimwamini kama ni IT, alikuja kama IT, mwenyewe nilimkubali kwa sababu naona kama watu wengi wanamjua. Umeona? Kwa nikakubaliana naye nikamwamini hivyo, ila ndo akanipiga hiyo. Mpaka hivi leo imefikia wapi? Ilishindikana kwa sababu tulienda polisi, mambo yakawa mengi, si mpaka tuende mahakamani. Kwa tukamwenda achana naye tuanze upya. Sawa. Kuna kipindi sasa baada ya kutoka kwa Baba Asma, Kicheche hatukumsikia kabisa. Kuna ukimya ulipita. Tukawa tunajiuliza what happened kwa Kicheche. Ukipigiwa simu hushiki kabisa. Message ujibu, mpaka nilimpigia mama bwana ndugu yangu mbona hapokei simu? Mama akasema hayupo, kaenda Marekani kwa mjomba wake sijui, alafu mwisho wa siku tukasikia Kicheche hayuko Marekani. Hii utanisamea, utaniuliza nimeijuaje, lakini nilipata taarifa pia. Nikaambiwa Kicheche amepanga nyumba yake ipo Mbezi. Anaishi Mbezi. Baadaye nikaja kusikia yuko Ubungo. Yaani unapoenda kukaa mimi lazima nipigiwe simu. Tuweke clear hii. Ulipotoka ukawa huko kimya. Nini hasa kilikuwa kinasumbua mpaka ikafikia hatua Kicheche asirudi, tusimsikie, tusimuone? Kuna ukimya for almost 2 months kama sikosei. Unajua unapotoka sehemu moja kwenda nyingine unakuwa inabidi uanze upya tena. Umeona, kwa sababu msanii ili awe vizuri sio yeye, inabidi apate timu. Unajua msanii hata ukiwa mbovu, ukiwa na timu ambayo smart, wewe mwenyewe unaonekana smart. Ila msanii ukiwa smart ukiwa na timu ya hovyo, mwenyewe ni hovyo. Kwa nikawa nimejipanga sasa nianze kutengeneza timu nzuri. Ndio maana kuna kazi maana natoa naachia timu na nivuruga, ni bado sikupata timu strong. Ama sema hii sasa tunaondoka nayo fresh. Kwa ni hivyo, ila kwa sasa hivi nashukuru Mungu nimepata timu nzuri, ndio maana nimeachia kazi ambayo inaeleweka. Sawa. Hivyo Kwa maana hiyo kilichopelekea ustop kwa muda ule ilikuwa ni kutokana na kazi kutokuwa na timu nzuri. Kabisa. Sawa. Na zile tetesi za mama kusema ulienda Marekani na nini? Nilienda. Sure nilienda. Kwa mjomba wangu, ila sikwenda kikazi. Kwa sababu mjomba wangu ni kidogo amefanikiwa kidogo. Kwa nikaenda kuchukua kidogo mzigo ili nikija niwe fresh. Ngangali. So kwamba nienda kula bata sio nini, sina maisha kwenda Marekani kula bata labda sasa hivi, ila kwa mwanzo nilikuwa sina. Kwa nienda kuchukua mzigo ili nianze kufanya kazi nzuri. Sawa. Ni tuweke hii clear pia. Mtanisamee naingilia mambo yenu ya ndani. Kuna kipindi ulitafutwa na Clam kwa ajili ya kufanya naye kazi. What happened? Aje kunitafuta kwa ajili ya kazi. Unatafuta kwa ajili ya nini? Wewe ni mbea. Unatafuta kwa ajili ya kazi. Alinipigia tu simu akasema tuonane. Sawa, nikamwambia fresh tuonane. Kwa siana kama atakakuja akapotea sijui njia ikaishia hapo.
Kwa maana hiyo hamna mawasiliano tena. Hatukuwahi kuonana tena. The first person ambaye alikusababisha ukajulikana ukaenda kwa Baba Asma ukawa unajulikana zaidi ya Afu watu hawajui Baba Asma ndo alionipeleka, sio Clam bwana. Nani kakupeleka wapi? Hebu tuweke hili sawa. Yameshinda kutofautisha vitu. Kwa kitu ambacho tunakijua ni Clam kakuchukua. Ulikuwa unafanya kazi na Clam. Nataka nikuulize swali. Nataka nikuulize swali wewe mwenyewe sasa, wewe mwenyewe. Hivi baada ya kutoka Clam kwa Baba Asma na Clam kipindi alikuwepo, kipindi gani ambapo mimi nilihit? Ni kipindi ambacho Clam alikuwa amechomoka. Maana yake hapo alionitoa mimi ni nani? Hapo Baba Asma. Ndo maana yake. Yaani kwa maana mimi nilikuwa nasema Clam alikuchukua akakupeleka kwa Baba Asma. Kwa maana mkaanza kufanya kazi pamoja kwa Baba Asma, yes. Na hakunipeleka. Mimi nilifika pale mimi nimefika kwa Clam nikakuta nafanya kazi na Baba Asma. Umeona? Mimi na Clam tulikuwa tujawahi kuwa mabest. Baba Asma ndo alikuwa anaendana naye sana. Kwa mimi ndio nikaamua kuwa rafiki yake, so alinipeleka. Kwa maana hiyo wewe ulikuwa unatamani kufanya kazi na Clam, lakini ukamkuta naye anafanya kazi na Baba Asma. Yaani kipindi hicho mimi nilimcheki nimwambia wewe Sikitu tunaweza tukafanya kazi. Sikitu huyo? Sikitu si ndio kijana wako. Akaniambia fresh. Jo. Nikafika pale ndo nikamkuta anafanya na Baba Asma kipindi hicho. Umeona? Wakagomana Baba Asma wakaachana, kwa hiyo mimi nikafikiria sasa. Yule Sikitu ni msanii mwenzangu, aweza kanipambania mimi niende mjini. Baba Asma ni director. Director ili apate maokoto inabidi ampambanie msanii aende ndo yeye apate. Kwa nikaona inabidi sasa nikae huko. Ukae huko. Hujaenda kwa Sikitu. Kwa nini Sikitu? Kwa nini Sikitu na jina lake ni Clam? Kwa nini Sikitu? Mimi namjua kwa hivyo Sikitu. Kivipi? Movie yake sinatambulika, yuko mimi namjua kwa jina la Sikitu. Ikitokea labda umepata anatamani sasa uwepo ndani ya Sikitu. Ni mshikaji mwanao? Sio mwanangu, mtu tuweke mada zingine achana naye. Rafiki lakini si mmefanya kazi pamoja. Tuongelee watu wengine machana nao. Asijaye kwa marafiki. Si mmefanya kazi pamoja kipindi hicho? Tushie kufanya kazi. Nashukuru kwa sehemu ambayo alinifikisha ila hatukuwahi kuwa mabest. Yeye mwenyewe anajua hilo. Hatujaye kuwa marafiki. Ila kwa sehemu ambayo alinifikisha namshukuru sana. Yaani mimi watu wote ambao walinifikisha sehemu fulani nawashukuru. Kwa ila hatujaye kuwa mabest. Sasa hivi labda kama inawezekana ila hatujaye kuwa mabest. Sawa. Moja kati ya kitu ambacho mamako anatamani sana. Utanisamea kwa sababu unanijua nina ukaribu na mama. Na vingi sana tunaongea. Anatamani wewe urudi kwa namna fulani hivi, wewe unafanya kazi na watu wote, usijitenge. Niliwahi kuzungumza naye hilo akasema hata ikitokea Clam anataka kufanya naye kazi na afanye naye kwa sababu yeye ndio alimpeleka kwa Baba Asma. Why wewe hauko willing na hicho kitu? Mimi yani mimi sijui nipo. Mimi naaminiaga sana juu yangu. Naona hata nikiachia kazi mpya siangalie kutafuta sio nimweke star gani, sijui mimi naaminia juu yangu. Kwa naona hakuna kitu ambacho taongeza kwangu nikifanya naye kazi. Hakuna kitu chochote kitaongezeka. Ni hivyo. Sawa. Kuna watu wamemiss ile kapo ya Violet na ndugu yangu hapa Kichichi. Sasa ile kapo pia inatokeaga kwa muda. Umeona? Mimi nilikuwa msanii nimeenda, kuna muda sasa niacheza amu yao wengine wafuate. Unaona? Kwa kama sasa hivi umetengeneza kapo yani kidogo naye haende sasa. Sasa mimi ningeendelea kungangania pale kapo yetu wengine wanaendaje? Sawa. Hivyo. Sawa. Pengine ikitokea Baba Asma anatamani kufanya kazi na wewe akutanishe pamoja na huyo Sikitu ambaye wewe unamuita, mimi namuita Clam. Yeye mwenyewe hawezi. Kivipi? Anajua kabisa haiwezekana bwana. Kivipi? Nyote ni familia yake, nyote. Hatuwezi kufanya kazi. Lakini watu wanatamani hiyo combination. Watu wakina nani sema wewe? Mashabiki, mimi ni shabiki yenu by the way. Yes, mimi ni shabiki yenu na natamani nione mkifanya kazi pamoja kama shabiki yenu. Wewe hauna mtu mwingine wa kumwongelea? Hapana, sijamngangania Sikitu. Mimi namzungumzia Clam, wewe unamzungumzia Sikitu, ni watu wawili au unajua? Mtu mmoja. Watu wawili, wewe unamzungumzia Sikitu, mimi namzungumzia Clam. Mimi natamani nione wewe na Clam mkifanya kazi pamoja, lakini kazi ambayo imeandaliwa na Baba Asma, yani natamani nione ile combination ambayo ilikuwa inafanyika mwanzo ifanyike tena kwa wakati huu. Haijawahi kutoka combination yoyote, mimi na Sikitu kafanya. Nafanyaga hizi na mwanzo hivi clip vyenu. Haijawahi kuwa combination. Yeye ilikuwa anaweka kwenye sehemu ambayo mimi na fit ndo naingia mule. Naingia pamoja. Haijawahi kusema kabisa tutengeneze combination, hapana. Tusongee unafiki. Kwa maana hiyo umeikataa. Haijawahi kuwa combination. Combination ambayo mimi naifahamu kwa mimi na Violet, mimi na Lutaman, mimi na Mahabuba ndio kwa combination hizo. Sawa. Moja kati ya vitu ambavyo watu wamevizungumzia sana, mwaka unaenda mwaka wa 3 kama sikosei, kama sio wa pili, ni kuhusiana na mtoto wa Vai. Wa Mbeya tukachimba sana. Mwisho wa siku tukaambiwa huyu ni mtoto wa Kicheche. Kuna kweli hapa? Hapana. Hapana, sio mtoto wangu.
Lakini watu walikuwa nahisi ni mtoto wako. Hapana, labda kwa vitu tulivyokuwa tuna ukaribu sana kwenye kazi nini hivyo, ila sio mtoto wangu. Anasema ni kutokana na mahusiano ambayo mlikuwa nao ya kimya kimya. Hatujui kuwa na mahusiano. Hebu acheni kunizushia maneno ya watu nitapigwa. Hatujui kuwa na mahusiano kabisa. Mimi na Violet ila tulikuwa tu ni mabest. Okay. Hivyo. Sawa. Neno moja kwa mashabiki zako. Nini hasa unawaambia? Mashabiki Watamani kazi, hawataki zile nusu nusu. Mimi mwenyewe sitaki kuona kazi nusu nusu, nimechoka. Kama nilivyokuambia, msanii ili awe mzuri inabidi timu yake iwe nzuri. Mimi nilikuwa nahangaika sana kutafuta timu ambayo ni imara. Unajua, yani sasa hivi ni kama naanza upya, japokuwa ni mkubwa, inabidi nianze upya. Ni saki inabidi huyu awe anasimamia hichi, hivyo vyote siwezi kufanya mwenyewe. Kwa kuna muda nakosa timu nzuri, sasa ndo mambo yanaharibika. Wao lakini huko juu unajulikana ni mimi sasa. Unaona? Kwa hiyo sasa hivi nimpata timu fresh ambao tutapiga kazi kwa uhakika. Sawa. Sema asante sana. Asante sana.